Shalom, shalom mtu wa Mungu. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni siku nyingine yenye neema ambao Bwana ametupa tena kama taifa, kama wapendwa, ndugu mpendwa, kuona tena siku nyingine, si kwa nguvu zetu, si kwa akili zetu. Asubuhi hii ya leo naja kunena na baba, naja kunena na mama, naja kunena na taifa la Kristo, kwa watu waliomjua Mungu na ambao bado hawajaokoka. Kuna mama, baba, binti, kijana ambaye umekwenda magotini ukamlilia Mungu, ukamwambia Bwana, ninahitaji ndoa, ninahitaji familia, Bwana, ninahitaji kazi, ninahitaji kukuzwa kiwango chingine katika kazi, Bwana, ninahitaji nienende katika nchi za nje. Bwana akayatenda, ukaipata ndoa hiyo, baba, mama. Lakini toka ulipopata ndoa hiyo umemsahau Mungu, umesahau kuomba, umesahau mafungo, ukifikiri kwamba tayari ulichokuwa umekihitaji umekifikia. Acha nikukumbushe neno moja, mama yangu, kilichopatikana kwa maombi hulindwa kwa maombi. Fahamu kuwa Shetani ndiye adui yetu mkubwa, na Shetani hafarijiki anapoona watu kwenye ndoa wakiishi kwenye upendo. Maana ndoa inapokuwa na amani, inapokuwa na upendo, Mungu anapokuwa yeye ndiye kiongozi wa ndoa hiyo, tunalipata kanisa zuri, unawapata watoto wazuri, tunalipata taifa lililokuwa zuri. Mama, kuna jinsi ambavyo ulikuwa kwenye amani, lakini sasa ghafla mke wako, mume wako amebadilika. Ghafla ameanza kutenda mambo ambayo yaelewi. Ghafla wanao wamebadilika, wameanza kuvuta bangi, wengine wanaanza kwenda maklabu wanakesha, wengine wanauendea uzinzi wakati hawakuwa na tabia hizo. Binti, umepata kazi, kijana, umepata kazi. Baada ya kupata kazi umesahau maombi, umesahau kanisa, ukitegemea kwamba ni nguvu zako ndizo zinazosababisha unaupata pesa hizo. Ni masomo yako ambayo umesoma ndio ambayo yamesababisha upate kazi hiyo. Hacha nikwambie ndugu yangu, huko nje kuna wengi wamesoma degree kubwa kuliko wewe, ila bado hawajafikia kazi kama ambayo Bwana amekujalia. Mungu amekulinda, amekukuza cheo, ila baada ya kukua cheo umemsahau. Unaanza kutenda mambo yasiyofaa, ukifikiri kwamba cheo kile ni wewe ambao umefikia mahali hapo. Hakuna binadamu yoyote ambaye anaweza akakushusha kwenye cheo hicho. Acha nikukumbushe ndugu mpendwa, Mungu chukua waliokuwa juu akawashusha chini, na waliokuwa chini Mungu akawainua kwenda juu. Mama yangu, fahamu kwamba ndoa hiyo Mungu alikupa kwa kukuamini, na uzao huyo akaupitisha viunoni mwenu. Maana alijua kwamba Mungu ndiye anaenda kuwa kiongozi, yeye ndiye anaenda kuwa munara wa ndoa yenu. Fahamu kwamba ndoa bila Yesu hutoipata amani. Dada, fahamu kwamba mahusiano bila Yesu hakuna amani. Ni kweli kijana huyo anampenda, lakini kwenye mahusiano yenu anakuambia kwamba hawezi akakuchukua pasina kuzini nawe. Binti anasema mwezi mkafunga ndoa pasina kuendea uzinzi, na unakaa unafikiri, unasema kwamba kijana huyu nampenda, yeye ni faraja yangu, ni amani ya moyo wangu, siwezi nikampoteza.
Acha nikuambie kijana mwenzangu, ni heri kumpoteza kijana huyo kuliko kumpoteza Yesu aliyekuwa moyoni mwako. Maana hiyo ni ishara kubwa ambayo Bwana anakuonesha. Kuna binti umeachwa, kijana umeachwa kwenye mahusiano. Baada ya kuachwa umeumia, maana ni yule ambaye umempenda. Uliamua kumkabidhi moyo wako, ukamnyima Mungu moyo wako, ukitegemea kwamba binadamu ndiye ambaye anakwenda kulinda moyo wako, wakati neno linasema kwamba linda moyo wako kuliko kitu chochote kile. Maana moyo unaposhambuliwa, mwili unakuwa hauna amani tena. Alipokuacha sasa uko kwenye maumivu makali, umeamua kubadilika na kuchukia kila umoja. Umekuwa mtoto usiyesikika, umekuwa tofauti na jinsi ambavyo Mungu alikutarajia. Acha nikuambie ndugu mpendwa, Biblia inasema kwamba wanaotoka kwetu na kwenda ni vile wakuu wetu. Laiti wangelikuwa nasi, wangebaki nasi. Huyu anaondoka na kukuacha kwa sababu hakuwa wako, na Bwana ameonesha ishara hiyo. Lakini bado uko kwenye usingizi, lakini bado unafikiria madhaifu yako. Ndugu mpendwa, ni heri kung'ang'ania msalaba. Faraja hiyo unayoitafuta ya siku moja, lakini utakwenda kuishi maumivu ya milele. Mama yangu, watoto hao bila Kristo, bila maombi, huwezi ukawalinda. Tizama, mumeo amebadilika ghafla. Unafika sehemu unafikiria kwa akili zako utaendelea kumshikilia na kuwa kwenye amani. Wengine wanafikiri kwa sababu wana kazi, kila kitu kinawezekana katika maisha yao, kwa sababu wana pesa, kwa sababu wana nyumba, kwa sababu wana gari. Wanaona kwamba kila kitu tayari wameshakifikia. Acha nikwambie ndugu mpendwa, maombi ni ufunguo. Ukisoma katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume, wakati Petro alishikwa, wakati ambapo mfalme anapangilia kesho Petro auawe, kanisa lilikusanyika likaomba. Baada ya kuomba, Mungu alimtuma malaika. Malaika akafika katika gereza lile, akamwambia Petro, vaa viatu vyako. Petro akarudi kuwa hai. Maombi ni ufunguo, maombi ni silaha, maombi yanafungua, maombi yanaleta tumaini ambapo hapana tumaini. Kumbuka Paulo na Sila walipoimba katika gereza na kumshukuru Mungu, ghafla milango ya gereza ikafunguka. Umesahau kila ambacho Bwana alitenda. Unasahau mahali ambapo Mungu amekutoa, kwa sababu umefika katika nchi za kigeni. Ndio umesema sasa mimi ni wa tofauti, si yule, mambo yale ni ya kale. Acha nikwambie ndugu yangu, hakuna Mungu wa VIP. Mungu yeye ni umoja, na anachotaka ni wewe kuenenda katika utakatifu. Kuna jinsi Mungu anakutumaini wewe, amekuinua na kukufikisha katika mataifa hiyo, ili mradi uwe taa. Ndio maana akasema sisi ni nuru, sisi ni chumvi ya ulimwengu. Mwambie Bwana naja, mwambie Bwana siwezi, mwambie Bwana ni wewe nguvu yangu, mwambie Bwana ni wewe tumaini langu. Nimezitumaini akili zangu mwenyewe, nimetumaini uwezo wangu mwenyewe, nimetumaini kazi yangu mwenyewe, lakini nimeamini na kujua kwamba bila wewe mimi siwezi. Bila wewe kunishika mkono siwezi nikafika mahali popote. Petro ndiye ambaye alitaka kuzama, akasema Yesu nishike mkono. Alijua anaposhikwa na Yesu hatodidimia tena katika maji. Musa ndiye aliyejua, akasema kwamba Bwana, acha uso wako uenende nasi, kama utoenenda nasi usitutowe mahali hapa. Bila Mungu hutosimama. Kuna zoruba, kuna mawimbi mengi, kuna vita vingi ambavyo kwa kupitia maombi hayo, kwa kupitia imani hiyo,
unavuka na kusimama. Mtumaini Mungu ndugu yangu. Mwambie Bwana naja sasa. Mwambie Bwana ni wewe tumaini. Mwambie Bwana ni wewe msaada wangu. Mwambie Bwana ni wewe nguvu yangu. Mwambie Bwana ni wewe mtaji wangu. Sina mwingine ila wewe Mesia. Sina mwingine ila wewe Mfariji. Sina mwingine wa kumwamini isipokuwa wewe.